Ikifika kwa jambo la dini, mzaha weka kando, si jambo la kufanywa dhihaka. Na ndio maana utaona wale watu ambao wamezoea kufanyia dhihaka mambo ya dini, mwisho dini yao haiko ala aljadda, haiko katika njia sawa na haiko serious. Na hii yote yaletu kufanya kila kitu katika dini ni mambo ya dhihaka na mchezo na upuzi, yafanywa sana. Ni kwa mfano nitawapa sasa hivi tuko katika mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah, Allah tufikishe salama mpaka mwisho wake na tutakabalie sote. Lakini kuna jambo ambalo mimi uliona lafanyika, na hata hivi juzi limefanyika, ilikuwa Ramadhani yaanza. Kuna baadhi ya watu hufanya istihza na jambo la kutangaza kuingia kwa Ramadhani au kutoka. Na hili nyote nafikiri labda mshalilahidh. Hata kulikuwa na kipindi huko nyuma, kuna vijana wakarekodi, kisha ikawa yatembea sana ile rekodi. Walirekodi clip hivi kuwa mimi sijui ndio kadhi wa Kenya nasema Ramadhani imeairisha, sijui mpaka lini, kisha watu wacheka, wenzao wacheka kwa. Waona kile kitendo chokifanya. Huyo anayesema hivi ashaingia kwenye kufuru mukhrij min almilla, yani bila yeye kujua ametoka katika Uislamu. Wewe waweza kuona ni kitu kidogo, fanya istihza. Sasa hivi si mbele yetu kuna Eid al-Adha, kisha Ramadhani, mwezi miwili tu hivi tuingia kwenye Dhulhijja, tukuna Eid al-Adha. Kuna watu mtaona watuma picha mbuzi wamekaa juu ya miti, sijui juu ya mapaa, atasema atushuki mpaka Eid ishe, kisha watu wacheka, watumiana, na huyu akitumiwa acheka atuma. Kumbe afanye istihza na shiar katika shiar za hii dini, nayo ni udhiya. Afanye istihza yeye bila kujua kile kitendo cha kufanya hivi. Mtu akikufanyia hivyo mtahadharishe pale pale. Afanya jambo ambalo ni sababu ya kumtoa katika Uislamu. Ila dini ya Allah haifanyiwi maskhara kabisa, haifanyiwi istihza. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kwa maneno makali sana, sababu jambo laitwa dini lazima liheshimiwe, kwa kuwa wamheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, wampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usifanye dhihaka na mambo ya dini. Kija jambo ni dini, la, weka mstari mwekundu, hii dini haifanyiwi dhihaka. Wallahu almusta'an. Kwa nasema, na hii yote imeletwa, nawaambieni mupende msipende, lakini asli ya kufanya istihza kwa dini kulikoendelea ni watu kufanya bid'a. Kwa sababu bid'a nyingi ukiziangalia ni kufanya maskhara na dini. Wezi wewe kuniambia dini bwana, watu wapiga ngoma. Juzi mmeona klipu moja, jamaa anaandika shekhe huyu bwana sijui acheza boxing huyu, maana yake yacheze kwa hivi, acheza huyu dabwatwari kwa yafanya hivi, ankunja ngumi zake mwenyewe. Hii ni dini watu wafanya mchezo namna hii bwana. Sasa alafu huyu umpe jambo la dini azungumzia, atafanya maskhara tu. Ndio pale sasa wana mambo ya dini yafanywe dhihaka, watu wacheka, watu yani subhanallah. Ukiangalia hasa hivi vikao vinavyokusanyika watu wa bid'a, namna watu wanafanya maskhara na dini, ya subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufahaa minna. Wewe waweza kumwona mtu asimama, mmoja anamsikia asema, wacheni mambo yenu bwana, kuambia watu weke ndevu, mketi kama Yahudi nyinyi. Na hapo akizungumza maneno kama, kuna watu wankaa pale wacheka, wafurahi bwana. Yani wewe wafananisha sunna za Mtume sallam na kujifanisha na Mayahudi. Yani Mtume sallam anatufundisha sisi tufanane na Mayahudi bwana. Na mtu yafanya dhihaka hivi, watu wacheka, furahi. Mmoja amwambia mwenzake, hivi amwambia, wewe una wasiwasi bwana utakwenda motoni wewe? Mpaka wamalizi wa China wote wafikira kwa ngapi? Wa Amerika, kisha ndio uje tu. Allah akutakia nini wewe akutia motoni? Wewe enda peponi tu wewe. Wallahi dhihaka hizi zafanya na makhurafi. Yani mtu ana machezo tu, fanya dhihaka na dini, wewe enda peponi tu wewe. Watachomwa kile.
Sasa mambo ya pepo na moto wafanya dhiaka bwana. Kumbe mtu hajui kwa yale maneno anayozungumza istihza na dini yani, ni sababu ya mtu kutoka katika Uislamu. Na kama kuna naqid min nawaqid alislam sasa hivi na hatari sana, watu wengi waingia ndani yake, ni hii ya kufanya istihza. Kumalizia Sheikh wa nufridu nakhussuhu bilhubbi dhullan wa nufridu ay nufriduhu jalla wa ala bilhubbi wadhulli, tumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika mahaba na kujidhalilisha kwake yeye.